to me. Nisikizeni. When people tell you unajipendekeza, Wakati watu wanakuambia unajipendekeza, the Bible calls it humility. Biblia inaita unyenyekevu. When people tell you umekaliwa, Wakati watu wanakuambia umekaliwa in church, kanisani, the Bible calls it humility. Biblia inaita unyenyekevu. When you are humble, Wakati umenyenyekea, you lose your right. unapoteza haki yako. You lose your defense. Unapoteza kujitetea. You become defenseless. Unakosa kujitetea. You become weak. Unakuwa mdhaifu. In the eyes of men, machoni pa mwanadamu. become useless. Unakuwa ni kama hauna chochote. Listen. Sikiza. When you receive the Holy Spirit, unapopokea Roho Mtakatifu, you don't go up. wewe hauendi juu. You go down. Unarudi chini. The strength of a Ile Christian nguvu ya Mkristo is not going up, sio kwenda juu, but going down. lakini kurudi chini. Your ability to humble more Uwezo wako wa kuweza kujinyenyekesha zaidi is the gift that comes from the Holy Spirit. ni ile zawadi inatotoka na Roho Mtakatifu. A strong Christian Mkristo mwenye nguvu is always on their knees. kila mahali yuko kwa magoti yake. A strong Christian, Na yule Mkristo mwenye nguvu you become stronger on your knees. unakuwa mwenye nguvu kwa magoti yako. Takes loyalty Inagharimu to uaminifu remain on your knees. kusalia kwa magoti yako. Loyalty. Uaminifu. When you lose loyalty, you lose God. Wakati unapoteza uaminifu unampoteza You Mungu. lose the presence of God. Unapoteza uwepo wa Mungu. You became an empty Christian. Unakuwa tu Mkristo aliyetupu, Flesh. uliye na mwili tu, Flesh. mwili tu, You have no spirit. hauna roho. Listen to me. Nisikizeni. Many of us are born again, but we are full in flesh. Wengi wetu tumeokoka lakini kamilifu tuko katika mwili. Paul says, Paulo anasema, you are infants. wewe nyinyi ni You are watoto, mere men. nyinyi ni wanadamu tu, You are flesh. nyinyi ni mwili. And he says, Na anasema if there is war among you, ikiwa kuna vita miongoni mwenu, are you still not in flesh? basi je, bado hamko katika mwili? Flesh, beloved people. Mwili, watu wapendwa. He's saying, Anasema loyalty. uaminifu, You lose loyalty. unapoteza uaminifu. The protection of God vanishes away. Ule ulinzi wa Mungu unaondoka. You begin to walk in the flesh. Unaanza kutembea katika mwili. The flesh begins to rule your life. Mwili inaanza kufanya kazi katika maisha yako. If you lose loyalty, Ikiwa utapoteza uaminifu, then now you are ruled by the flesh. basi sasa unaongozwa na mwili. And remember the original description of rule of creation of God. Na kumbukeni ile maelezo ya haswa kabisa ya uumbaji wa Mungu. He made man strong Alimfanya mwanadamu kuwa mwenye nguvu, to be a ruler of anything on the earth. kuwa mtawala wa kila kitu duniani. But when you lose that strength, Lakini ikiwa utapoteza nguvu hiyo which is loyalty, ambao ni uaminifu, then you begin to be ruled by the flesh. basi utaanza kuongozwa na mwili huo. The flesh was not to rule the church. Huo mwili haukustahili kuiongoza The kanisa. church was to rule the flesh. Kanisa ilistahili iongoze mwili. But when you realize you are ruled by the flesh, Lakini ukigundua kwamba unaelekezwa na mwili, that is the true definition of becoming disloyal to God. hayo ni maelezo kamili ya kutokuwa mwaminifu kwa Mungu. Because what gives you power Kwa sababu kile kinachokupa nguvu is the presence of God. ni uwepo wa Mungu. That's what gives you power against Satan. Hicho ndicho cha kupa nguvu dhidi ya shetani. Because I see Sababu naona Michael, the great angel, Mikaeli yule malaika mkuu before the Lord, mbele za Bwana, as he is fighting with the body of Moses. wakati anapigana na kwa sababu ya mwili wa And Musa. then Satan has arrived. Na kisha shetani amefika. They are all powerful. Wote ni wenye nguvu, They are all angels. wote ni malaika. The only difference Tofauti ile is pekee one is loyal and another one is ni disloyal. kwamba mmoja ni mwaminifu na mwingine siyo mwaminifu. Listen to me. Nisikizeni, The true definition of angels maelezo ya kweli ya malaika is that they never die. ni kwamba hawakufi, They live forever. wanaishi milele. The only thing that kills angel is fire of hell. Kile kitu cha pekee kinachoua malaika ni moto wa It is jehanamu, not normal fire. siyo moto ya kawaida. Angels are not mortal. Malaika They hawakufi, don't die. They hawakufi, live forever. wanaishi So milele. to that level, Kwa hivyo kwa kiwango hicho, Michael and Lucifer Mikaeli na Lucifer are same. wako They kiwango don't moja. die. Watu wote hawakufi, But the only difference, lakini tofauti ile pekee, Michael is loyal Mikaeli ni mwaminifu and Lucifer is disloyal. na Lucifer siyo mwaminifu. Beloved people, Watu wapendwa, it is the loyalty of Michael ni uaminifu wa Mikaeli that made him rebuke Lucifer. ambayo ilimfanya amkemee Lucifer. Listen to me, people. Nisikizeni watu, We are all in church. sisi sote tuko kanisani, We are all born again. wote tumeokoka. The only difference Tofauti ile pekee is
loyalty ni uaminifu to God. kwa Mungu. That's the only difference. Huo ndio tu utofauti wa pekee. That's what gives you power over Satan. Hiyo ndio inakupa nguvu dhidi ya shetani, Authority over the flesh. mamlaka juu ya mwili. Satan is the ruler of the flesh. Shetani ndiye anayetawala mwili.